inasema watu hawa ni watu waliofungwa, waliotekwa, walioshikiliwa, na hakuna anayesema rudisha. Sikiliza, ufunuo wa majira haya tunataka kuomba macho ya ndani. Kanisa halitaweza kumwabudu Mungu sawasawa kama halina macho ya ndani. Kuna mtu yuko hapa? Kuna mtu yuko hapa? Kuna mtu yuko hapa? Kanisa halitaweza kuomba kama halina macho ya ndani, kwa sababu macho ya nyama siku zote yamevaa roho ya oga. Sikiliza, yamevaa kuchoka, lakini macho ya ndani yamevaa ujasiri na nguvu. Haleluya, 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 haleluya. Kuna mtu yuko hapa? Iwe mkono juu. Sikiliza, sikiliza, shetani ana uwezo wa kukuacha ukawa mtu wa liturujia. Kuna ibada za liturujia. Jumapili, kwa kuwa hakuna kazi, nitakwenda ibadani. Na mimi nataka nikwambie, ukibaki na ibada ya Jumapili, ukibaki na maombi ya kuombea chakula, ipo changamoto katika ulimwengu wa roho kwa ajili yako. Ni vigumu kunielewa, lakini Mungu akikupa neema, ukafunguliwa macho, ukaona sawa sawa, utaamini maneno ninayoyazungumza. Wapo watu Mungu amewasaidia, wanasimamisha kazi zao zote kwa ratiba ya ibada. Muda wa ibada wanaahirisha mambo yao yote, wanakwenda kufanya ibada na yeye aliye chanzo cha hivyo vitu walivyonavyo. Haleluya, 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 haleluya. Wanaahirisha, wanafunga. Kwa nini? Ni saa ya Bwana kufanya nini? Kwenda kusema naye yeye aliye chanzo cha vile vitu nilivyonavyo. Kuna mtu anasema, ina maana wewe hautaki tufanye biashara? Mimi mwenyewe napenda biashara na nataka tufanye biashara, na kama kuna mtu anatamani watu wafanikiwe, mimi natamani watu wote wafanikiwe, na ninatamani wafanye kazi, na sitaki wazembe, na sitaki wavivu wasiofanya kazi. Nataka kila mtu afanye kazi. Haleluya. Lakini nisichokitaka, sitaki kazi ndiyo iamue ukiroho wako. Nataka ukiroho wako ndio uamue kazi yako. Jana nilizungumza, acha nirudie kitu. Hivi kama Mungu amekusaidia, umemiliki mtaji wa 25,000 na ulikuwa hauna, leo kuna mahali umejisikiza na unafanya chochote kitu. Kama Mungu amekuweka mahali, amekukalisha kwenye nafasi, hivi huyu Mungu aliyekuweka hapo na aliyekupa hiyo shilingi 25,000 ya mtaji ili uanze, hivi unaona ukifunga ndani ya saa moja ya ibada, ndani ya masaa mawili ya ibada, unaona hiyo 25 itaisha? Na kama ikiisha, imeisha kwa ajili ya nini? Imeisha kwa ajili ya kumwabudu yule ambaye yeye ndiye aliyeitengeneza 25 kaipata. Hivi kuna mtu yuko hapa? Hivi una mashaka gani na huyo Mungu? Macho ya nyama siku zote yanaona shida mbele, na yanaona hofu na kuogopa, na yanaona kufilisika. Lakini macho ya ndani, haleluya, yamevaa roho ya ujasiri, yanamwamini Mungu aliye chanzo cha kila kitu, na hayaoni kushindwa, yanaona kufaulu. Wakati anatoa nafasi kwenda kumwabudu Bwana, anaona Bwana atazidisha na ataweka zaidi ya kila alichokifanya. Wakati watu wengine wanaona kwamba hapana, yeye anaona ni muda wangu wa kwenda kufanya ibada na Bwana. Funguliwa macho yako katika jina la Yesu, uone sawa sawa ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana kwenye maisha yako. Nasema funguliwa macho yako sawa sawa. Tunahitaji kufunguliwa macho. Unaweza ukawa ni mchungaji, macho ya rohoni hauna. Kuna mtu anasema usiwaseme wachungaji wapaka mafuta wa Bwana, na wasema kuna watu ambao
wameingia na ni wachungaji, macho ya rohoni hawana. Unasema kitu gani? Wanalisema neno, wanasema usizini, wanazini. Si vipofu hapo? Au unasema nisiwaseme? Nitawasema tu. Juzi kati tuko kwenye msiba, nikasema kuna wapakwa mafuta wa Bwana na wapakwa oili. Nikafuatwa baada ya msiba, nikaambiwa usi unawachafua watumishi wa Bwana mbele ya watu. Nasema ninarudia tena, kuna wapakwa mafuta na wapakwa oili. Wapo waliojiingiza kwenye nafasi lakini hawana sifa na vigezo vya kuwa watumishi wa Bwana. Wapo walioingia kwa ajili ya maslahi yao, wala hawana shida na roho za watu. Wapo waliojiingiza kwa ajili ya manufaa yao wenyewe, wala sio kwa ajili ya manufaa ya ufalme. Hao ni vipofu, hawaoni. Hao ni vipofu. Wapo waimbaji vipofu. Unasema wapo vipofu waimbaji? Usiguse waimbaji wewe. Ukigusa waimbaji habari nyingine. Sikiliza, wapo paka na masoro vipofu. Unasema waimbaji paka na masoro vipofu. Wapo sifa na maabudu vipofu. Unasema kwa nini unaongea maneno? Sikiliza, unamalizaje kuimba, unatoka unaenda kumsengenya mtu. Na Biblia imesema msingiziaye mwenzake mabaya hayataisha nyumbani. Unamsingiziaje ndugu yako? Biblia imekuzuia usimsingizie ndugu yako, wala usimtengenezee uongo. Wewe unatoka kwenye ibada, unamaliza kusifu, unamaliza kuimba, unaenda kupiga shoga. Nikwambie shosti, ngoja nikupe ubuyu. Wewe si ni upofu? Wewe si ni upofu? Wewe si ni upofu? Nasema wewe si ni upofu? Kanisa ni wakati wa kuomba macho ya rohoni. Vita yetu haiko katika macho ya nyama, na ili tuweze kukabiliana naye tukitumia macho ya nyama, tutapigwa saa 12 asubuhi. Hivyo ili tushinde na ili tuweze kuvuka twende mbele, kanisa linahitaji macho ya roho. Kanisa liko kipindi cha jioni, kwa maana wakati wowote kanisa linaweza likaondoka duniani. Nisikilize, adui amefunika macho ya watu, amefunika macho ya watu, amefunika macho ya watu. Hayaoni. Hayaoni nini? Hayaoni majira. Hayaoni nini? Hayaoni kusudi la Mungu. Hayaoni nini? Hayaoni mambo ya kiroho ambayo yanatakiwa yatendwe na kanisa. Watu wamepofushwa. Masikio tunayo, hatusikii. Macho tunayo, hatuoni. Majira haya tunataka kuomba macho ya roho. Haleluya. Tunataka kuomba macho ya roho.